Mkereketo wa lugha, ujambo mahali ulipo. Karibu kwenye kipindi hiki ambapo ningependa tuweze kuangalia viungo vya ndani vya mwili. Mojawapo ya viungo hivyo vya ndani vya mwili ni kiungo kama vile figo. Kumbuka kwamba figo kwa lugha ya Kiingereza ni kidney, na figo huitwa pia nzo ama buki ukipenda. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu figo, elewa kwamba figo kwa lugha ya Kiingereza ni kidney, na kwa Kiswahili figo pia huitwa nso ama buki. Kuna kiungo kingine cha mwili kando na figo ambayo inaitwa pafu. Pafu kwa Kiingereza ni lungs. Na pafu au lungs kwa Kiingereza, kwa Kiswahili pia huitwa buhumu ama ukipenda yavu yavu. Buhumu ama yavu yavu nimesema ni pafu, ama kwa lugha ya Kiingereza ndio lungs. Kando na viungo hivi viwili ambavyo nimezungumzia, kuna kiungo kingine ambacho kinaitwa kidney, liver kwa Kiingereza. Liver kwa Kiingereza, kumbuka kwamba katika lugha ya Kiswahili tunaita ini. Kando na ini, kuna kiungo kingine ambacho kinaitwa kongosho. Kiungo cha kongosho, kumbuka kwamba kongosho ni pancreas kwa lugha ya Kiingereza. Na mwisho kabisa, kwa viungo ambavyo ningependa tuviangalie leo, kuna kiungo ambacho kinaitwa appendix kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili kumbuka kwamba appendix huitwa kibole ama kidole tumbo. Huitwa kibole ama kidole tumbo. Usiku mwanana kakangu mahali ulipo.